Hebu tulia. Jamani sasa. Salama. Bro. Hatucheki na nyani. Sije tukavuna mavua. Ni mara ya pili tunafika hapa. Nadhani tukija mara ya mwisho unaelewa kitatokea nini. Mister, labda nikukumbushe kidogo kama ninavyokuambia dada. Mr. Pinyalo, hii ni mara mwisho kufika nyumbani kwako. Maana yake umeonekana unasumbua sana katika jambo letu la hela. Na unajua hizi ni kazi za watu ndugu yangu. Sawa? Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja labda. Tukirudi hapa kwa mara ya 3, sitakuwa na msaada na wewe. Unanielewa sijui? Sawa. Ngoja kwanza nigune jicho. Nilikwambia ndugu yangu, hicho unachokifanya kitakuja kikutokee huku puani. Wewe ndugu yangu, shida unafanya vitu bila kufikiria. Unakurupuka. Sasa umeona sasa kiko wapi? Mambo ndo kama hayo. Mimi nikwambia ndugu yangu, usiende kuchukua mkopo benki, sijui kwenye haya makampuni, itakuja kuletea shida baadaye. Eti unaenda kupata mkopo. Ndugu yangu wewe utalipa nini? Miogo tu kasava daily na kushinda. Miogo tu mtaani hapa. Unaazima 200 unaenda kununua miogo. Kasava vya 100 unashindwa ndugu yangu. Alafu unaenda kuchukua mkopo. Kiko wapi? Mambo yenyewe ndio haya hapa sasa. Kwa siku zote inabidi ufanye vitu kwa kukurupuka. Wewe unakuwa kama yule rafiki yangu mmoja hivi mwenyewe mzungu hapo Afrika Kusini Nigeria, anaitwa Funwani Jambe. Kwa jina Wanundo anamuita No Friends. Ndio kama wewe sasa. Nimeachana na yule rafiki yangu Funwani Jambe. Nakuja na wewe sasa rafiki yangu umekuwa kituko. Haufikiri vitu, unafanya kwa kukurupuka. Shida nini ndugu yangu? Samahani. Halo? Sawa. Tutaonana baadaye. Baadaye samahani.
eti ndoa yangu inanisumbua. We nani aliyokushauri uende ukapate madeni huko, uende ukapate mkopo? Unajijua kabisa hali yako yenyewe ngumu. Kuna mwanamke anaweza kuvumilia shida katika kipindi hicho? Usawa wenyewe mgumu. Wewe vipi ndugu yangu? Watu wengine ndo wanakuaga matufu nyungu. Ndo kama hivi mimi ndo nasemaga matufu nyungu hawa. Tawapeleka Mkusi nye mkale mbwa. Naona umetimiza lengo lako kupitia madhaifu yangu ya ndoa yangu, si ndio? Sio hivyo mpenzi wangu. Sijafanya kwa ajili ya madhaifu ya ndoa yako. Nimefanya hivyo kwa ajili yako mpenzi wangu. Na usije hata siku moja ukafikiria kwamba naweza nikakuumiza. Rose, maisha ambayo unaishi mimi sijaridhika nayo kabisa. Unajua, unatambua ni jinsi gani nakupenda. Okay, napaswa kulaumu nafsi yangu na akili yangu sana. Sio hivyo mpenzi wangu. Usifikiri hivyo, unafika mbali sana. Okay, utakamilisha changamoto ya familia yangu muda gani? Mpenzi wangu, usijali. Hilo tatizo lako nitalimaliza lote. Naamini utafurahi. Nitashukuru mno endapo utamaliza matatizo yangu yote, lakini usinitafute mpaka mimi nikutafute. Sawa mpenzi wangu, usijali kuhusu hilo. Nitatimiza tena kwa wakati. La saizi mheshimiwa. Asubuhi mke wangu alichukuliwa na gari na dhahiri aliyemchukua ni mfanyakazi wa kampuni yenu. Sasa hii mbona inakuwa rushwa ya kingono? Nimeshawaambia pesa yenu mimi nitawalipa. Sio, unanielewa? Pesa yenu nitawalipa, mnivumilie kidogo. Hasa mambo ya kutembea na mwanamke wangu, hii mambo inakuwa vipi tena? Halo? Kwenye swala mke wangu sitaki kuelewa lolote. Pesa yenu nitawalipa guys. Sasa kwa swala hili lazima nitalipeleka kwa ngazi za juu. Sio, unanielewa? Siwezi kulivumilia, na kama itakuwa ndo tabia ya kampuni yenu lazima itaporomoka. Sijui itakuwaje. Sio, unanielewa baba? I say Bwana Pinyao, cha kwanza kabisa umenishangaza. Ujaji wako ofisini umekuja na pressure kubwa, hauna utulivu. Na wakati unaelewa kabisa sheria za ofisini kwamba ukija inatakiwa utaratibu. Alafu unanipa kesi kuhusu mke wako. Na ili hali unajua kwamba mke wako jambo alilofanya amelifanya akiwa na akili zake timamu. Anachokifanya anakijua. Alafu labda nikuulize kitu kimoja. Wewe unataka uendelee kuwa mfungwa huru? Unataka kuendelea kuishi kama maisha mfungwa? Hmm?